Vipi? Salama kwema. Kwema za kwako? Sawa. Shamu nilikuwa namuulizia Mai. Feti. Abe. Nimesha kueleza mara ngapi kwamba wewe unatakiwa ukae mbali na familia yangu. Maana wewe ulikuwa ni chanzo cha kunifitinisha mimi pamoja na nani? Na Mai. Kwa hiyo ninaomba maisha ya familia yangu achana. Nimekuelewa. Kama ninatakiwa nikemee na familia yako, nimekusikia na nimekuona. Sawa. Ningelisikia kwa mtu, basi nisingeamini. Lakini baada ya kuona wewe mwenyewe kwa macho yako mwenyewe unasema na mdomo wako, basi nimekuelewa. Maana ukusimamisha utadhani kama nimetamani suti yako. Nitamani suti yako. Shida yangu ni Mai, na sio wewe. Maisha yako na Mai hayaniishi. Sawa? Kinachokutoa mguu huku na kule unamfuata mke wangu kwa ajili ya nini? Tambua kwamba Mai ni mke wangu na mimi ni mume wake. Ina maana kwamba tayari tumeshakuwa mwili huu mmoja, shida yake shida yangu. Sasa wewe unavyokuja namtaka Mai, namtaka nyie ndo wambea ambao kila wakati nilikuwa ninamwambia hata Mai, wewe ndio ulikuwa ni chanzo cha kupeperusha midomo huku na kule. Mara Maela ni mume wa mtu. Wewe ni ndo mirakuili. Wewe ulikuwa ni chanzo cha kwenda kwa Rebeka unamtangazia. Wewe ndio ulikuwa ni chanzo cha kumtaarifu Rebeka kwamba mimi nimempeleka Mai kwenye nyumba ile. Kwani uongo? Sasa inakuhusu nini wewe? Nihusu kitu gani? Sikufuata hizo ngonjera zako, sawa? Kama angelikuwa wewe ndio Mai, basi nilikwambia sababu ambao mimi nilifanya mimi nimtafuta hiyo Mai. Na kama sio Mai, siwezi nikakwambia. Feti, kama hauna kazi ya kufanya, please naomba usifuatilie familia yangu. Na chonde siku nikikukuta umesimama naye na kuvunja miguu. Sije kawa yako ndo halali yangu. Sijui unajionaje. Najionaje? Nipo vile kama unavyonitazama. Sasa fanye zezeta na utaila wako. Nenda nikukute umesimama na mke wangu. Uje uone nitakavyokufanya. Nikaembea na familia yako. Unasikia? Hiyo usije kujutia baada ya maneno yako. Unachokisema usije siku moja kaja kujilaumu. Usisahau maneno yako unayosema. Sawa? Nenda. Weka akilini. Jambo Shadi. Jambo. Zangu wako. Mbona hivi? Wewe vipi babu tunashtuana? Vipi? Safi. Unatokea wapi? Natoka hapo bondeni. Bondeni wapi? Hapo wakina Janeti. Kizule. Hakika? Au vipi? Ambao eleweki yani nimekutafuta sija kuona. Nilikuwa busy jana. Ulikuwa busy vipi yani? Yaani simu ilizima. Sielewi, sina hata test. Kuna bonge la mchongo mwanangu, afu jana nimekutafuta kiasi sija kuona. Issue gani? Issue gani? Ila sema kuna kitu kimoja. Kabla sijaongea. Ngoja kuona kwanza, utashika mkononi. Unajua akili zako fiatu. Yaani umenisimamisha kwa sababu uone tu mkononi kwangu. Yaani wewe rafiki yangu jeu sana. Kila kitu paka uone. Hivi dadako akitoka sokoni akishika mfuko unamwambia unataka uone? Kumbe atoka sokoni. Sijajua atoka sokoni. Nahitaji kujua mkononi umeshika nini. Haya. Hao mchangana wa nini sasa? Naenda kupika pika. Ndio pika? Mwanangu acha uchizi afu utoto. Na kombe ulikuwa na wewe sio kama michezo hiyo ya mavumbi.
Kwa hiyo ndo gia yako, hilo ndo issue. Gia ya nini? Kiendelea, tutajua mwenyewe. Bana, tutajua mwenyewe. Sasa kama wewe umesimama na chizi, wewe mwenyewe chizi vile vile. Wewe unaongeaje na chizi? Baridi kama mimi chizi. Haya. Unaweza kaenda. Ndio. Na utoto wako. Halo watu wengine hao. Si ukichau. Fresh kwema. Hivi kwenye pita zako zote kuja kukutana na naye? Kuja kukutana naye ndugu wangu. Njiani kuja kukutana naye? Una shida naye nani ndugu wangu? Shoga yangu. Mambo mengine siri. Acha tu yabaki ndani. Ndugu wangu, sasa vijeko linagandisha. Shoga yangu wewe. Kuna yapo mengine ambayo unaweza kutangaza na mengine unatakiwa nyamaze kimya. Sawa. Hata mimi ndugu kuniambia, unaniweka leo juu mwenzako mimi. Shoga yangu ukiona vile alikufai na kukwambia. Yaani ninayopaswa kukwambia nakwambia. Lakini hayo mengine Muulize dogo yako. Shadia. Mambo. Poa shika. Malala. Uje kukutana na Mai? Kukutana naye. Kukutana naye wapi? Kule. Njiani. Basi sawa mdogo wangu. Wewe unaweza kuendelea na safari yako. Basi shoga yangu ndo kama hivi. Acha mimi niende. Acha mimi kuniambia ndugu, yaani unaniweka kaloo juu mwenzako. Basi sawa, acha mimi niende. Haya. Abe. Yeye nao umeanza mwenzako, nimechoka hapa. Vipi? Safi. Nilikuwa nakufukuzia muda mrefu sana. Maana kuna kitu kinanifukuta moyoni mwangu. Kitu gani hicho? Hivi mimi nikuulize kitu. Kwenye hali yako hiyo ulipopo naye, kuna siku uligombana na mtu? Niligombana na Azmara. Uligombana na Azmara? Shida nini mpaka kugombana naye Azmara? Azmara nimegombana naye kwa ajili hana akili. Yaani mume wangu yupo kwenye moyo wake hapo. Atakapopita, atakapokaa, anamzungumzia Maila. Amemfanyaje? Kwa nini amzungumzie mume wangu? Hivi wewe Mai, yaani hujionee huruma wewe, bali unamuonea huruma huyo Maila? Kama ungeweza. Yaani ndio hivyo mume wako sasa. Mnaishi. Anatokea mtu ni asiyejulikana akikapa. Anatoja mume wako akikapa. Wewe utajisikiaje? Wewe ungeweza kuvumilia? Yaani yule mtoto akikaa atakapoenda ni Maila ni kaka Maila. Anaenda huko Maila. Yaani mji mzima kamchafua. Ukiangalia sababu hamna sababu. Ukiangalia kitoto chenyewe hapa akijai. Sikiliza nikwambie. Unafikiri mimi ningefanyaje? Sasa wewe Mai, huyo Maila hata kama akitajwa, anapasuka hapo. Sio kupasuka, mimi mwenyewe tunajisikia vibaya. Wewe ungekubali? Feti kama ungekuwa nyonge ungekubali? Yaani mume wako anazungumzwa, yaani mji mzima kila utakapopita jina Mahela. Kila nitakapopita mimi. Hivi kuna sehemu ulisimama ukainama, ulikuwa unafanya nini? Yaani kuna sehemu nilipita, nilikuwa kama mguni, yani kama nimechumwa na kitu. Nikaangalia mimi nikapita zangu, sijafuatilia sana. Sikisha ukaondoka? Nilipita zangu, mimi sijakaa hata sana pale. Kwa taarifa yako sasa, huyo Azma unamzunguzia wewe mtoto. Pala kipindi ulipoondoka, kachota unyayo wako. Unyayo wangu mimi? Kachota unyayo wako. Nimemuona kwa macho yangu anachota unyayo wako. Ila anaenda kufanyia nini sijui. Sijakuelewa. Hebu rudia tena. Amefanyaje? Hujasikia? Kachota unyayo wako wewe. Unyayo wangu mimi sasa anaupeleka wapi? Hata swali hilo. Na wewe ulikuwa wapi? Yaani mpaka unamuona yule anachota unyayo wangu mimi. Wewe ulikuwa wapi? Nilikuwa kwenye mizunguko yangu. Natoka zangu kwa bwana wangu, narudi nakutana naye. Nikakuona wewe. Ila wewe hukuniona. Nilikuwa njia panda. Nakutana nani na kuona wewe? Ulipopita anamuona Azmara akachota nyayo yako akaondoka nayo. Hatujui yule mtoto kaenda kufanya nini mchana. Niache kuomba. Hebu kuwa makini. Na ukiwa kwenye hali hiyo, usipende kugombana na mtu kwa sababu hujui huyo mtu unaenda kugombana naye yupoje upande wake wa pili. Tafakari nayo bwana wako. Mjue mnafanya nini kwenye hili. Haya. Asante kwa taarifa. Hivi lazima ananitafuta nini?
anataka nini kutoka kwangu, anachota unyayo wangu, anaupeleka wapi, anaenda kufanyia nini? Yaani huyu mtoto kuna jambo anamtafuta, ila anachokitafuta atakipata. Eti Rebeka, nimesikia kwamba umekuja pale nyumbani kwamba unanitafuta mimi. Shida ni nini tena? Ni kweli nilikuwa nakutafuta. Shida yangu nilikuwa nakutafuta nikuage niende nyumbani. Kwani shida nini? Kwa hiyo umeona mazingira ya kufanya, ndio? Hapana. Sasa kwa nini unafikia kwenye uamuzi wako? Wakati mimi nimekupa uhuru kwamba haya mazingira ni kuache uhuru, uweze kufanya maisha yako na uweze kumlea mtoto. Kwa nini sasa? Siwezi kukaa hapa. Ni muda mwingi nimekaa hapa. Na hata hivyo nikushukuru sana. Umestiri hapa kwa muda mrefu sana. Nakushukuru sana. Lakini nimeamua maamuzi ili mimi la kuondoka kwenda nyumbani. Nimeamua sitaki nikae tena hapa nikutie aibu. Mbona tuliamaliza? Mimi kusudio langu la wewe kukaa hapa au kuendelea kukaa hapa, nilikuwa ninaangalia huyu malaika huyu, ili angalau mtengenezee misingi ya kusema kwamba unajua ni namna gani ya kumtafutia, kwa sababu haya mazingira ulikuwa umeshazoeleka. Unaweza ukapita chocho lile ukaangalia kwamba ni namna gani ya kuweza kumtunza mtoto, lakini masuala ya kubebana eti unaondoka, basi sijajua, lakini naamini kwamba ni uamuzi wako, siwezi nikakuzuia. Tumeelewana? Sawa. Kitu cha msingi, jitahidi kumlea mtoto vizuri. Mlee katika misingi ya kuhakikisha kwamba wewe kama mama unasimama kama mama katika maisha. Ninaamini yalikuwa maghadhabiko na changamoto hiyo nilipokea kiubinadamu. Naomba tusameheane kwa hilo. Haina shida. Kwa hiyo baba, nyumba yako uliyokuwa unastiri kwa muda mrefu na kushukuru. Mimi hapa naiacha salama. Ila na wewe pia nakutakia maisha mema kwa familia yako. Aidha uwe na mtoto pale, kaa naye vizuri na ishi naye vizuri. Nakuombea kila laheri. Maisha yako yawe mema. Mungu awe pamoja na wewe. Baki kuwa salama. Ladha ya ndoa ni tamu, asali yasingiziwa. Mimi mwenzenu nimeonja, haitaji uvumilivu. Ladha ya ndoa ni tamu, asali yasingiziwa. Mimi mwenzenu nimeonja, haitaji uvumilivu. Yana furaha hata huzuni yote ndani ya ndoa. Yana furaha, yana huzuni yote ndani ya ndoa. Vipi? Safi, shikao. Azimalo umemwona? Ndani kwao. Anafanya nini? Kaka. Wewe ngoja nifuatilie huko nyumbani kwao. Hai. Hivi nimekueleza. Yaani mimi kitendo cha kutoa mguu ndani na wewe umetoa mguu, unaelekea wapi? Ladha ya ndoa ni tamu, asali yasingiziwa. Mimi mwenzenu nimeonja, haitaji uvumilivu. Ladha ya ndoa ni tamu, asali yasingiziwa. Mimi mwenzenu nimeonja, haitaji uvumilivu. Yana furaha hata huzuni yote ndani ya ndoa. Yana furaha, yana huzuni yote ndani ya ndoa.
Habari gani mdau wa Maela Production? Je, umekuwa ukihangaika ni wapi unaweza ukapata huduma ya kupigwa picha safi na za kijanja kwa bei nafuu? Au umeshindwa kumudu gharama za utengenezaji wa video katika matukio yako muhimu katika maisha, iwe harusi, iwe happy birthday? Suluhisho lake ni Maela Production. Maela Production tunatoa huduma zifuatazo. Tunapiga picha na kutengenezea video juu ya tukio lako kwa bei nafuu sana. Bila kusahau, Maela Production tunatoa huduma kwa waandaaji binafsi wa filamu wenye uhitaji wa kutengenezewa filamu safi na zenye ubora wa hali ya juu kwa bei nafuu sana. Vichekesho, mahubiri, matangazo kwa ajili ya biashara yako, matangazo kwa ajili ya kampuni yako, waimbaji binafsi wa nyimbo mbalimbali, makundi ya sanaa yenye uhitaji wa kutengenezewa filamu safi na zenye ubora wa hali ya juu katika mikoa yote Tanzania. Wasiliana nasi kwa simu namba 0749797017 na usisite kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii: YouTube Maela Production, TikTok Maela Production, Facebook Maela Production, ili uweze kufuatilia kazi zetu. Maela Production tupo kwa ajili yako.